Kwa majina naitwa Patrick Petro Mlokozi, ni mkazi wa Arusha, mfanya biashara ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Niko hapa kwa ajili ya kumwomba mkuu wa mkoa na rais wangu mpendwa msaada wa kuweza kupata mali zangu, magari aina ya Toyota Coaster ambazo nilimkodishia bwana mmoja anaitwa Edmund mwaka 2021, na baadaye mwaka jana kuna kiasi cha pesa nilikuwa namdai cha milioni 36. Gari zilihamishwa katika mazingira ambayo hayafahamiki. Kwa hivyo toka mwaka jana mpaka leo hii tunavyoongea, tarehe ya leo, gari zangu mimi sijazipata, sijui zilipo, zimefichwa. Lakini pia huyu bwana amekuwa akitumia matisho mbalimbali ya kusema kwamba sina cha kumfanya kwa sababu anafahamika na watu mbalimbali, ana watu wako serikalini, ana watu wenye fedha. Kwa hiyo matisho yamekuwa ni mengi. Familia yangu inaishi kwa mateso sana, na mikopo ambayo nilichukua benki kwa ajili ya kujikwamua kama kijana. Ilikuwa wao walisema wana kampuni ya usafirishaji lakini hawana magari. Kwa hivyo waliomba niwakodishie magari kwa ajili ya kufanya safari zao za Moshi, Arusha, Nairobi. Na malipo ilikuwa ni shilingi 1,500 kwa kila trip. Gari kitoka Moshi kienda Nairobi ni 1,500. Gari kitoka Nairobi kienda Moshi 1,500. Kwenye kampuni yao kulikuwa na sintofahamu mwaka jana 2024 mwezi wa 4, na hapo ndipo nilipobaini kwamba kuna kitu hakiendi sawa. Baada ya mimi kugundua kwamba wana ugomvi, nilikuja kwa ajili ya kuhitaji kuchukua magari yangu, kitu ambacho kilipelekea yeye kuficha magari yangu. Magari hayo nilimkabidhi kwa mkataba wa maandishi, na magari yamekuwa kwake kwa kipindi chote hicho. Lakini toka mwaka jana tarehe 25 mwezi wa 4 2024, gari hizo sikuwahi kuziona tena. Haziko barabarani, hazijulikani mahali zilipo. Nimechukua jitihada za kuliomba jeshi la polisi kuweza kunisaidia. Wakashauri kwamba niende mahakamani, ni kesi ya madai. Nilifanya jitihada hizo, nikafungua kesi wilaya ya Rongido ya madai ya fedha ya hicho kiasi ambacho nilikuwa na wadai. Lakini baadaye mheshimiwa hakimu aliniambia kwamba kesi ile ya kuhusu magari ni kesi ya kipolisi kwa sababu mali zangu zilikuwa zimepaki kwenye eneo lao. Jeshi la polisi nimejaribu kuomba msaada bila mafanikio. Kwa hivyo namuomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anisaidie niweze kupata mali yangu. Pia na imani kubwa jambo hili kama ataamua kulifanyia kazi mkuu wangu wa mkoa Christian Makonda, basi naamini nitaweza kupata gari zangu, kwa sababu naamini kabisa kwamba hakuna mtu aliyeko juu ya sheria. Huyu mtu ni nani katika nchi hii? Asante sana. Polisi hawanipi ushirikiano. Nasema polisi hawanipi ushirikiano kwa sababu nilifanya jitihada mbalimbali za kwenda kutoa ripoti. Wakati huo OCCID alikuwa bwana Gwakisa. Nilipeleka kadi original pale na nikamweleza scenario kwamba nina kadi, nina funguo za magari. Gari zangu zimehamishwa kwa kubomolewa buti na kuunganishwa waya, lakini mwisho wa siku hakuna kilichofanyika. Nimefanya jitihada za kujua magari yangu mahali yalipo, na nilipoenda polisi nikawaeleza kwamba gari zangu kuna mahali najua zilipo. Polisi wakaniambia kwa kuwa najua zilipo basi niende nikachukue, kwa sio jukumu la jeshi la polisi. Kwa hiyo ndio maana naona kama sipati ushirikiano wa kutosha wa kuweza kupata mali zangu. Nilipopita eneo lile kwenda kuangalia gari mahali nilipokuwa nimeiona mwanzo, ambao tayari ushahidi ninao wa video, nilikuta gari zimehamishwa tena. Kwa mpaka sasa hivi sijui magari yalipo, na jeshi la polisi halionyeshi ushirikiano wa aina yoyote ile. Baada ya kutaka kurudishiwa gari zangu, koka hakutoa ushirikiano wa aina yoyote ile. Badala yake, na baada ya kuona kwamba inazidi kuwa changamoto,
ndio nikaamua kulishirikisha jeshi la polisi. Baada ya kuanza kudai magari waliyahamisha. Nimefanya jitihada za kumuona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Bwana Paul Christian Makonda kupitia kwa wasaidizi wake. Nilizunguka ofisini kwa Bwana Paul Christian Makonda zaidi ya wiki mbili kwa kuwaona wasaidizi wake, na wasaidizi wake walimpigia huyu bwana kufika pale, lakini hakuweza kutokea. Badala yake ile siku ambayo tulikuwa tumesema tungeonana na mkuu wa mkoa, nilipofika nikuta hali ya tofauti. Wakasema wamepigiwa simu kutoka juu kwamba wanawatisha raia na mali zao, hivyo hawakuwa na namna ya kuendelea kunisaidia. Magari DQX nilinunua milioni 55, EBF nilinunua milioni 65, na hicho kiasi cha fedha cha milioni 38. Hivyo roughly inaweza ikawa kama milioni 170 na 80. Wao nimejaribu kufanya jitihada za kuweza kukutana nao, kuzungumza nao, lakini kwa namna tunavyoishi nao na nature ya namna ambavyo wamejitengenezea kwamba ni royal family, imekuwa ni ngumu namna ya kukaa kuzungumza nao. Mwisho kabisa, uthibitisho wote juu ya hizo mali? Ndio, nina uthibitisho mahali niliponunua hizo gari, lakini pia nina mkataba ambao nilikuwa nimewakabidhi magari, na nina kadi original za magari ambayo inasoma majina yangu Patrick Petro Mlokozi.